Kwanza mi kwangu nasikia ni baraka sana kumlea mtoto mpaka afike makamo ya kufunga ndoa. Chadi amekuwa mtoto wa kipekee sana kwenye maisha yangu. Kalikuja kadogo kanatamani kuimba, akakaa na mimi, na unajua watoto wangu ambao niliwazaa kwenye tumbo langu wote wamekulia shuleni tu boarding. Kwa hiyo miaka yote hii nimekuwa na Chadi. Amenitunza kama mzazi, ameniheshimu sana. Chadi amepigana vita vyangu. Kuna mahali japokuwa alikuwa ni mdogo, lakini alisimama na kuonyesha hali ya ubaba. Kuona mshukuru Mungu kwa sababu hakupotea. Ni agali sana kwa vijana wa sasa hivi afike mahali afanye jambo kama hilo. Wengi hawataki, wengi wanaona ni mzigo. Wengine pia kulingana na hali halisi ya maisha nimekwenda, teknolojia imekuwa, watu wataki mambo ya ndoa. Kwa hiyo mimi kufikia hili suala la kufunga ndoa kwangu mimi ni baraka, nasikia ni fahari. Namwombea Mungu aishi maisha mazuri marefu yenye upendo na amani, zaidi sana ampende mke wake. Maandiko yanasema kijana umpende mke wako ujanani. Nitafurahi kuona wanaendelea kuishi vizuri na nitakuwa pamoja na wao pale panapohitajika kusimama. Kama mzazi nitasimama, sitamwacha, sababu ni mtoto. Siwezi kuelezea, nashindwa, sababu nafikiria watoto wangu mwenyewe wako shule, lakini kijana amekaa na mimi tangu akiwa na miaka 11 mpaka leo na miaka 26 anafunga ndoa. Kwa nimekaa naye muda mrefu sana nyumbani kwangu, na kama mlivyokuwa mnaona watu wote ninyi wenyewe mashahidi, Chadi ndio alikuwa kinara kwenye ile group, kwenye performance ya vijana wangu dancers. Alikuwa ndo mwalimu wa kufundisha style na nini. Alikuwa kijana mzuri, lakini yote 9-10 watu wengi hawajui Chadi pia alikuwa dereva wangu. Kwa dereva wangu, hata tuende Kongo na gari yeye ndo anaendesha, tuende popote pale gari yangu ndo anaendesha. Kwa hiyo alikuwa ananiendesha, tunaenda Kongo, narudi. Kifupi mimi nimekaa na vijana wangu kama watoto wangu mwenyewe. Kwa Mungu awabariki na watakia kila la heri. Mimi niko huko Australia na ilibidi niondoke takriban mwezi mmoja na wiki 2 kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini Mtume Paulo akasema nitajisifu angalau kidogo japo ipendezi. Na mimi nitajisifia kwa kulea vijana karibia uliowaona pale kwenye Mteule Uwe Macho. Wale wakapita, wakaoa, wakaolewa. Wale ambao mliwaona kwenye Nibebe na Utamu wa Yesu, wakaoa na kuolewa, wakapita. Wakaja hawa wengine ambao tumeimba nazo hizo albamu za Kamata Pindo la Yesu, ndio hawa kina Chadi mpaka hivi.